Na mshikaji wangu mmoja namfahamu, rafiki yangu sana. Rafiki yangu huyu alianza mahusiano akiwa chuo kikuu. Akiwa kule chuo kikuu alikuwa na mahusiano na mdada mmoja ambaye alikuwa anampenda sana huyu rafiki yangu. Sasa katika yale mahusiano yao mwanzoni walikuwa wanagombana sana. Na kati ya sababu za kugombana kwao ni kwamba yule bwana alikuwa anamuuliza sana, yaani anamuuliza maswali fulani ambayo kama ana majibu yake. Kwenye Kiingereza tunaita rhetoric questions. Unajua yale maswali ambayo majibu yake unayo tayari. Yaani kwamba hivi unafikiri kitabu nani alisema kitu fulani? Kitabu fulani nani? Yaani jibu analo tayari. Ila anamtest tu, umeelewa Kwa hiyo dada akawa anachukia. Nafikiri kwa nini alikuwa anachukia? Kwamba wewe unataka kunioshea, si ndio? Unataka kujifanya unajua. Si ndio Lakini baada ya muda nafikiri walifunga ndoa, yule dada akagundua kwamba kumbe lengo la yale maswali lilikuwa kumpandisha yeye na kumfanya ajue kujielezea. Kwa sababu jibu lake mara nyingi yule dada ilikuwa mimi sijui. Na si unajua vijana wengi tunapenda kusema sijui. Yaani tunaona ni ujanja, mimi mambo hayo mimi sijui hiyo. Si ndio jamani? Kumbe lengo lake lilikuwa kumfanya yule dada awe anajieleza mara kwa mara. Mpaka sasa hivi yule dada naye amekuwa mkali kwenye kujieleza. Kwa sababu yale maswali ya kimiayusho ya yule kijana, yule mwanangu sasa. Tumeelewana? Miaka kama 10 baadaye amekuwa mkali sana kwenye kujieleza. Kwa hiyo lengo lake alikuwa halielewi. Sasa nitaelezea lengo la hii story katika nyanja mbili baadaye. Naomba msisahau. Sawa Sawa. Mimi naitwa Sebastian Koloa. Kunijua zaidi umo kwenye hizi kadi nizo hapa, hizi mtaondoka nazo, hizi nimewapa bure kabisa. Mtaondoka nazo. Sasa lengo langu la haya yote, niko hapa kuelezea tu kuhusu public speaking. Mimi ninazungumza kwenye vipindi, kwa hiyo ninazungumza na watu ambao siwaoni, lakini pia nafanyaga public speaking kama hivi, nazungumza na watu ninaowaona. Na kwa ufupi sana tutazungumzia hiki kitu kinaitwa public speaking. Ni kikubwa sana, hatuwezi kukiongelea chote. Kwa hiyo leo nimechagua maeneo machache ambayo tunaweza kusema ni msingi mzuri wa kukuanzishia wewe kwenda kujifunza zaidi kuhusu kuzungumza mbele za watu au kuzungumza na watu. Cha kwanza tunachotakiwa kujua ni kwamba hapa kuna maneno mawili, si ndio Kuna neno ambalo ni la muhimu zaidi na kuna neno ambalo linafuata lile neno ambalo ni la muhimu zaidi, si ndio Kwa hiyo kula ni muhimu, lakini kula chakula unachokipenda pia si ni muhimu Lakini kwanza kufanya nini? Kula. Sasa public speaking ni maneno mawili. Tunafikiri kati ya haya maneno mawili lipi ni la kwanza la muhimu? What's the most important variable? Just say it. Sema tu, usinyoshe kidole. Speaking. Very nice. So speaking ni neno la kwanza la muhimu zaidi, si ndio Kuna mtu anasema mimi sitaki kuwa public speaker. Mfanya biashara, sitaki kuwa mzungumzaji kwenye umma. Sasa hii kitanisaidia nini? Kwa nini nijifunze hiki kitu? Sasa kina Rodrick wameweka hiki kitu kwa sababu cha kwanza cha muhimu ni speaking. Hakuna public speaking bila speaking. Sawa? Kuna mtu mwingine ukimwambia ongea na watu 5 anasema sitaki. Lakini akiambiwa ongea na watu 100 ndo anasema hapo nitajiandaa nijaribu na mimi kuongea. Akifikiri kuongea na watu 5 sio muhimu. Kwa hiyo kwanza leo tunajifunza speaking. Halafu hiyo speaking tunayojifunza inaweza kufanyika kwenye public speaking. Vote viwili vinategemeana. Sawa Baadaye tutaona kwa nini one-on-one speaking pia ni muhimu kwenye public speaking. Sawa Presentation yetu kama nilivyosema ni fupi sana. So nilikuwa nasema why public speaking? Wangapi tulisema ni wafanya biashara? Tunyoshe mkono. Hivi tu. Wangapi tulisema tunafanya biashara au tunataka kufanya biashara? Tulifundishwa mwanzoni na Rodrick kama tunakumbuka kwamba you need a team kwenye biashara yoyote. Mkuu hapa na biashara nyingi anajua umuhimu wa timu. Kama unahitaji team maana mara kwa mara inabidi wewe unaongea nayo ile team, si ndio? Kwa hiyo maana yake unahitaji speaking. Kama wewe ni mfanyabiashara unahitaji speaking. Kama wewe ni mkulima maana yake kuna yule anayekulimia, kuna mtu sijui wa kununua mbegu, una team. Kwa hiyo kama una team lazima unahitaji nini? Speaking. Si ndio? Sawa. Kwa hiyo why public speaking ni kwa sababu wewe katika maisha yako yote unahitaji kuzungumza. Na sio tu kuzungumza na mtu mmoja au wawili. Kuna muda utakuwa sehemu yako ya kiimani, unahitaji kuzungumza, usishindwe. Kuna muda utakuja kuwa na watoto 4, 5, usishindwe kuzungumza nao. Lakini pia ukifikia moment kubwa kabisa ya success, yani ambako nafikiri ndio malengo yetu wote hapa, lazima unahitaji kuzungumza.
Kwa hiyo kwanza natamani wote hapa tujue kwamba ni muhimu kuhitaji kujua namna ya kuzungumza na watu na kujipresent. Sio lazima useme mimi nakuja kuwa motivational speaker, neno ambalo siku hizi linatumika kama kutania, sio? Sio lazima waze kama mimi nitakuwa mchungaji au nitakuwa public speaker au nitazungumza na public kila saa. Hapana. Wewe kama mkurugenzi, yule alikuja hapa anafundishwa public speaking na Rodrick, kwa sababu gani? Tajuza mpaka amefikaje mpaka kuwa director. No, kwa sababu anajua kabisa kila siku anahitaji kuzungumza na watu. Kwa hata kama unataka kufanya tu kazi, uwe employed tu, uwe mfanyakazi wa mtu au mfanyakazi wa kampuni, kuna muda utahitaji kuzungumza. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua hayo mambo. Tutaongelea mambo matano tu, manne, la tano litakuwa conclusion. Kwanza, understanding your audience, kujua watu ulionao. Naona mifano ninayotoa hapa sasa hivi itaendana sana na sisi tulioko hapa. Nina bahati nimekuwa wa mwisho, japokuwa ndo karibia na njaa, lakini nimepata kujua nani anafanya biashara gani, si ndio? Nani ni nani, nani ni mwanafunzi, nani nini. Kwa hiyo wakati nazungumza hapa, tazungumza kwa namna ambayo wote tutaelewa. Ningekuwa nipo na mapadri, mazungumzo yangu pia yangekuwa tofauti. So tutaelewa vizuri hapo. Kwa understanding your audience, structuring your presentation, namna ya kuipangilia. Sasa naomba wakati tunaendelea kuongea muiangalie presentation, lakini mnisikilize na mimi ninavyoongea. Hii pia iwe mfano. Yaani presentation yangu iwe mfano. So nikimaliza hapa halafu hamjaridhishwa na presentation yangu, vyote nilivyoandika futeni. Si ndio? Maana kama nitawaambia tutafute hela halafu mimi sina, itakuwa changamoto. Delivery techniques, namna gani sasa tuna deliver ama unawapelekea kile ulichokiandaa. Namna ya kuhandle questions and feedback, alafu tutamalizia na conclusion, na kama kuna maswali machache basi tutayazungumza. Understanding your audience. Kuna rafiki yangu mwingine, baadaye mkitaka nitaonyesha picha yake, ni doctor, ana PhD, lakini ni msela. Alikuwa hadi mwanamuziki zamani, ana afro, anavaga mabukta na unajua wale watu wanaovaga tracksuit na socks. Hata mimi navaga hivyo na bukta na nini. Kwa hiyo mtu akimwona na kaka hawezi kujua kama ni doctor. Amesoma, ana PhD ya law, anaitwa Dr. Pasalau, yuko Makumira. Sasa anachofanyaga yeye kila mwaka wa kwanza, sababu anafundisha pale Makumira, kila mwaka wa kwanza wanapokuja ile siku ya kwanza anakaa nyuma kabisa ya darasa, kwa sababu yeye anaonekana kama mwanafunzi. Kwa hiyo akifika pale anasikia maneno wanayoyaongea wanafunzi, yani anasikia kila kitu, interest zao, anajua mwaka huu nitakuwa na darasa la aina hii. Kwa hiyo anajua aende nalo vipi, anajua yule ni mlokole, yule ni hivi, yule ni mtantalila anaongea sana, yule ni hivi. Anakuwa anawajua wakati wao hawajui kama yeye ni mwalimu. Akimaliza ndo ananyanyuka na laptop yake anaenda mbele pale, anasema haya tuanze. Watu wanacheka kwanza, afu ndo anaanza nao. So jua audience yako. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa na majibu ya maswali yao na sio unaanza kuotea ujui cha kusema. Kitu cha pili ambacho nilikuwa natamani tukiongelee, so the first one was know your audience. Jua, kwa Kiswahili fasaha tunaita hadhira. Ndio kilikuwa kitu cha kwanza. Kitu cha pili, structure your presentation. Lakini pia kama utafanya kitu kama hiki, mimi naweza kuwapa mfano. Nina aina 3 za documents ambazo ninazo hapa zinaniongoza. Moja ni hii ambayo nimewatumia, ambayo nilikuwa niitumie kwenye PowerPoint, ambayo yenyewe inaongelea haya ninayoongelea. Ya pili ni hii summary ninayoisoma hapa kwenye simu. Hiyo ni summary yangu mimi. Hiyo naweza nikakupa na usielewe, kwa sababu ninaweza nikasema tu tumia mfano fulani. Umeona? Halafu ya tatu ni ile ambayo tutaituma kwenu. Sawa? Unaweza ukaangalia ile presentation na usielewe. Presentation ni kwa ajili ya sasa hivi kuelewa ninachoongea. Unaweza ukashangaa kwenye presentation kuna picha tu moja. Si ndio? Hakuna neno lolote. Kuna picha tu. Najua hii picha sasa alikuwa anamaanisha nini sasa hapa? Alikuwa anaongelea nini? Kama mtu ajaja kwenye wakati naelezea anaweza asielewe akisoma presentation. Sasa kuna document ya 3 ambayo ndo nitawatumia, ambayo yenyewe ni maandishi tu, ina heading, ina maelezo. Ina heading, ina maelezo. Ina heading, ina maelezo. Kwa hiyo kama unataka kufanya kitu kama hiki, yani unataka kuongea na watu kuhusu jambo fulani, utengeneze presentation kama labda ya PowerPoint kama unayo, presentation summary ya kwako. Unaweza hata kuandika kwa mkono ambayo hii unaielewa wewe tu. Halafu document ya 3 sasa ndio ile kama notes. Kama notes. Si ndio Notes ambazo watu wanaweza wakazitumia. Kwa hiyo structuring inaanzia kwenye preparation yako, uliwekaje? Ulikuwa na hizo documents 3 au unatumia document moja kufanyia vitu vyote vitatu? Na unavyoendelea kujifunza, siwezi kufundisha hicho chochote leo, lakini unavyoendelea kujifunza, utajifunza pia kwamba uko mbele. Maana hapa tunapenda na basics tu uko mbele
utajifunza sasa presentation ya PowerPoint inatakiwa itengenezweje, ifuatiliweje. Hiyo ni story nyingine kabisa. Sawa. Lakini unaweza kabisa, hamna mtu anayeshindwa. Siku hizi hata ukibonyeza tu YouTube how to use PowerPoint, Microsoft PowerPoint, utashangaa wanakuelekeza na utashangaa kweli kweli. Structuring ina basic 3 tu. Wangapi tumesoma arts? Wangapi tushaye kuandika essay? Essay karibu wote, si ndio So a good essay tunasemaga lazima iwe na mambo, yani inakuwa imegawanyika katika sehemu 3. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, hatujasahau hatujasahau bwana. Huwezi amini. Haya. Introduction, main body, conclusion. Kila kimoja ni muhimu, kila kimoja kina maana yake, na wakati wa shule kila kimoja kilikuwa kina marks zake. Yapokuwa mtu mwingine anamwambia yani main body ndio mambo yote hii. Mwingine anakuambia introduction ndio muhimu. Conclusion watu wengi walikuwa wanaigana. In a nutshell, I am saying this to say this. Watu wote wana claim tu kwamba conclusion bwana pale usummarize tu. Sawa, sasa leo tutajifunza kama utaacha vitu vyote. Kama hutaelewa vitu vyote leo, kitu kimoja wapo cha muhimu kabisa uondoke nacho. Kama utakumbuka chochote, sahau hata hizo nguo nilizovaa, sahau jina langu, lakini elewa hiki nitakachokukueleza sasa hivi. Kuna namna 3 za nzuri zaidi za kuanza speech yoyote. Namna ya kwanza bora kabisa zipo kwenye presentation huko. Namna ya kwanza bora kabisa, ya kwanza ni fact, ya pili ni question, ya tatu ni story. Mmegundua nilivyoanza hapa speech yangu, baada tu ya kusema alichoniambia niseme bwana Mbutu. Baada tu ya hapo nilifanya nini? Nimehadithia story ya mshikaji wangu yule, si ndio? Na nilisema msisahau. Kama mara 3 hivi nirudia, jamani msisahau. So nilianza na story because that is the best. It's considered. Hizi zimewekwa katika chronological order kabisa. The best one is a story. Ile ya 3. Na hapo nimeziweka ya kwanza muhimu, ya pili muhimu zaidi, ya 3 ndio muhimu kuliko zote. Ukikutana na watu kama hivi, ukitaka kuwasemesha, kuna namna bora zaidi ya kwanza na story. Unajua once upon a time inamfanya yoyote asikilize. Ukishasema hapa vipi mnaona? Vipi? Jamani, tuko salama. Mimi naitwa, watu wanaanza kushika simu zao. Lakini ukianza na mwaka 1985 wakati niko primary, kila mtu anaacha anachofanya kwa sababu kila mtu anapenda story. So that's the best way. The second best way is a question. Wangapi kati yetu tumesoma arts? Wangapi kati yetu tumefanya kitu fulani? Hivi mmeshawahi kusikia kuhusu kitu fulani? Mara nyingi kila mtu anataka ameulizaje? Si ndio That's the second best way. And the third best way ambayo na yenyewe pia ni nzuri lakini hailingani na hizi nyingine ni fact. Kila mwaka watu 1000 wanafariki kutokana na ajali za barabarani. Anasema watu wote watakusikiliza. Lakini the best way is to start with a story. Ukianza kueleza story ya maisha yako, kila mtu atakusikiliza. So kwenye introduction yako, if you can, wakati unazungumza, tafuta story inayohusiana na unachotaka kukiongea. Sawa sawa? Tafuta story inayohusiana na kitu unachotaka kukiongea. Jambo la pili katika structure presentation, clear key points. Nafikiri hapa nimeweka mfano tu, clear coaching models nini. Tumeangalia presentation zao wote walikuwa na present leo. Umeona? Clear. Sentence moja. Watu wengi wanachanganyikiwa kwenye presentation. Anaika maandishi mengi hapa. Watu wanaanza kusoma moja. Kwa pale point yake alikuwa anasema ni nini? Ni lazima useme point yako. Mimi nimesema niko hapa kuongea kuhusu public speaking. Muhimu zaidi ni speaking, ujifunze kuzungumza, lakini baada ya hapo nikasema tutaongea mambo 3, nikayataja yale mambo 3. La mwisho ni conclusion. Tunasahau sana kwenye conclusion. Ndio maana hapa sasa hivi wakati tunajiintroduce saa zile, kila mtu alijiintroduce mwanzoni vizuri sana. Mimi naitwa fulani na naomba msiseme majina. Kuna mtu nisikia amesema majina yangu ni jina lako ni moja. Hauna majina. Lakini imezoeleka sana katika kutafuta confidence. So, majina yangu ni Sebastian Kolowa. Hapana, Sebastian Kolowa ni jina hili? Hauna majina. Jina moja. Kama una AKA ndio itakuwa majina. Anaanza, mimi naitwa Sebastian Kolowa, nafanya kazi ya ITV na nini, lakini pia ni public speaker. Nashukuru sana.
tayari hapo nimeshakosea. Nimeanza vizuri na introduction, nimeeleza main body yangu vizuri. Kwenye conclusion hata ile nashukuru sana, nashukuru sana. Sasa watu walitaka niwashukuru, ile shukrani wanaona haina nguvu kama introduction, si ndio? Sasa wengi tunasahau hapa kwenye conclusion, ndio maana tunaiga maneno ya watu. In a nutshell, lakini end, kama umeona kwenye presentation nimeandika end with a bang. End as you started. Kwa sababu pia watu watakumbuka zaidi kile cha mwisho ulichosema. Hata kama mwanzoni mtu ulimsalimia vizuri na nini, alafu mwisho akamwambia basi kwenda zako. Atakumbuka kwenda zako kuliko introduction. Kwa hiyo pia end with a bang.